nikipata kiti cha women rep, kitu ya kwanza nita empower our mothers. Kwa sababu these women they go through a lot to support their children. Wengine wanaenda to an extent ya kuuza their shambas, wanauza mang'ombe zao ndio wapatie watoto wao masomo. And at the end of the day unakuta huyu mtoto mwenye alisacrifice yote kusomeshwa, akimaliza masomo yake anakuwa unemployed. So men pia wanafaa kufanywa empowerment. As much as we are doing it to the women, men still wanahitaji empowerment. Ndio. Na pia saizi pia tunaambia wananchi wachague viongozi wenye wataenda hapo kwa parliament, wako able to table a bill, wa defend, na make sure it is passed into a law. Si wale viongozi Salama sana. Asante sana kwa kutukaribisha katika ofisi yako. Karibu. Naona ushajipanga. Nimejipanga, lazima umejipanga. Akienda kukutafuta 2027, hata kuwa na kukosa ushapata ofisi. Uko hadi na ofisi. Kuna ofisi. Ukinihitaji unakuja tu New Life. Niko hapa na ofisi yangu. The door is always open. Yeah. We are ready to serve. Asante sana. Karibu. Kwa niaba ya yule mwananchi ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, ndio, ningependa uweze kujitambulisha wewe ni nani ili kabla tuanza hiki kikao. Ndio. Kwa majina yangu ni Niska Odera Karanja. Nawania kiti cha Women Rep Nakuru County. I'm a youth, mimi ni kijana mdogo. I'm less than 30 years. But nina vision and the capabilities to serve in this seat of Women Rep. And I see a very big gap, and that's why I'm here to solve the situation. Because I believe sisi viongozi wa kesho, wakati wetu umefika. Kesho yetu ni leo. Yeah. Asante sana. Ili tukuweze kukujua zaidi, unaweza tuambia kwamba ulizaliwa wapi, ulienda shule wapi, na pia maisha yako imekuwa vipi tangu ukiwa mtoto? Okay, nimezaliwa Nakuru County. Hospitali ambayo inaitwa Bondeni. Iko Nakuru East constituencies. Nimesomea primary education and nursery New Life Africa International. Nikamaliza vizuri na alama 335. Nikajoin Joro Girls High School. Nikamaliza with good grades. Nikajoin Rift Valley Institute of Science and Technology. Nikamaliza where I was pursuing social work and community development. And upon kumaliza nikajoin Serene Education Center where I took counseling psychologist. Yeah. Hiyo ni vyema kabisa. Nimesikia international school. Inaonekana ulitoka kwa familia ambayo wanajiweza ama vipi, tueleze vizuri. International school. Hapo ni mahali, what do I say? Upbringing up hivyo, ukitokea kwa international school unakuwa na umeshajua mwelekeo wako, if you are a leader, if your talent ushajua. So mimi nilijipata kwa international school through not a good way. Yeah, the institution yenye nilikuwa nasomea, they take orphans, needy students from needy families, and they sponsor them into the education curriculum. And that's how I ended up kukua into that international school. Yes. So shida umezipitia? Shida nimekula zote, hakuna yenye sijui. Yes. Okay. Ndio tufike hapo mali unachukuliwa na organization upelekwe through an education system. Ni kumaanisha nyumbani kulikuwa na shida ile proper. Yes. Nimeweza kuona kwamba umeweza kupitia mengi kabisa. Tueleze safari yako ya uongozi ulianza vipi? Ulianza kuwa kiongozi ukiwa na umri gani? Ama umekuwa kiongozi? Najua kabla watu wanakura hawajakuamini, wangetaka kujua wewe umekuwa kiongozi mahali, Sasa mimi ni kiongozi from birth. Nimekuwa kiongozi that international school. Nikakuwa school head girl for 2 years. Na normally school head girls who wanaenda for the last year, for 1 year, which is when you are in class 8.
So at that time nilikuwa class 7, but the girls in class 8 hawakuwa wanaona who a girl who could lead, mwenye angekuwa head girl. So nikachaguliwa nikiwa class 7 na head boy akatoka class 8. Again nikiwa class 8 nikafanywa still the school head girl with the head girl from my class, the head boy from my class. So nikakuwa school head girl for 2 years. Ulikuwa ama ile slogan ya kisiasa uliongoza tamu 2? Nilienda 2 term. Mimi sasa nilienda 2 term wakati huo. Then nikajoin Njoro Girls High School. Pia hapo nikakuwa class rep for form 1 na form 2. Form 3 nikakuwa welfare secretary. Then form 4 nika contest for school presidency. Yes. Then Arvist pia nika contest for school presidency na nika win with 83% of the votes. Nikakuwa school president for 1 full year. Yes. Ukiangalia katika uongozi wako nini, kabla hujafika hapa wakati ulikuwa kiongozi kwa hizo awamu zingine tukiwa shule, ni mambo yale gani ambayo unajivunia uliyafikisha? Kwanza kabisa mimi najivunia, unajua kuna ile unaweza toka kwa uongozi, watu waanze kusema ni vizuri alienda. Yani sasa watu wana celebrate wewe ukitoka. Wasema kuna wakati mbona nasikia amaliza atoke. Amaliza atoke. Ama amaliza aende. Amaliza aende. So mimi nilikuwa namaliza, students wanataka niendelee kukaa. Na hata umemaliza shule? Nimemaliza shule mimi ni ongeza degree nyingine ama diploma. Sasa nataka nihudumie wananchi. So nilikuwa na ile period that nataka nimemaliza, so I'm handing over the office. Unakuta kuna ile emotional space yani. Unakuta watu wanataka tu uendelee kukaa hapo. Walimu, wanafunzi, sasa ile wenye unaona kiongozi maybe ameside na walimu sana, so wanafunzi wanamchukia, ama ameside na wanafunzi walimu wakamchukia. Kuna venye Mungu amenibariki huwa najua kubalance the administration and the people I'm serving. So hiyo kwanza imenipatia legacy nzuri. Hata so far when nilijiannounce na Simama Women Rep, the first people walini support ni people I have gone na education system with them. Wale nime-lead. Hao ndio walikuwa kwanza kuingia kwa social media kusema this is the leader we need. Huyu tuko na experience yake nini, all that. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Na ilifikia wapi sasa ukaweza, unajua vijana wengi sasa hivi labda wanafikiria mambo mengine, kuanzisha biashara. Ndio. Wengine kufocus kwa familia, wengine kufocus kwa masomo, kuongeza masomo. Wewe ilifikia wapi ukaanza kuwa na hii mwito ya kupigania kiti cha wanawake katika gatuzi la Nakuru? I think pia leadership ni kitu. Ikikishakuwa ndani yako, unakuwa na hiyo tu msukumo. Alafu unaona ni 2027. Unajiangalia, unaona you have the qualifications. Then unaona the space, but the last election when 2 year space ilikuwa 2022, it is still there. So unajiambia I have that leadership skills and capabilities, why not? So nikajiambia wacha niingie ni contest for women rep. If I get that seat, I know exactly what I'm going to do in that office. So pia kuna ile msukumo. Ile msukumo tu unajikuta tu unataka. Hata watu wanakuuliza, are you sure? Umri yako less than 30 years, uko sure? Uko 29 years? Naambia I'm very very much sure. Alafu hakuna kitu mzuri kama auende kuuliza watu ati what if nikisimama women rep itakuwa aje? Wewe unaenda kuwaambia na I'm vying for women rep. So unaona hata unawastua kwanza, alafu wanakuja wanazoea. Unajua watu wengi tumeona wakitafuta viti za siasa wanaanza kwanza, tunasikia wazee wanaanza kuongea, wamama wanasema tunataka usimame. Alafu ndio mtu anajitokeza baada ya siku kama 10 hivi. Mbona ukufuate mkono? So unajua kuna wale unaendosiwa like sasa mispendi hiyo kwa project. Watu siku hizi nasikia unaitwa ka project. So ikuja ongea na wananchi wewe kivyako, waambie unataka kusimama, ikuwe inatoka from within you. Yeah, pia ukiwa project mara mingi unaambiwa kitu ya kusema. Unaambiwa what to do. But sasa mimi hivi huwa nafanya tu what I feel like I want to do. Nikiamua nataka kusaidia street children, I go directly to those street children na wadonatia food ama I do. Nikisema leo naenda kwa children's home fulani napeleka sanitary towels, hivyo ndo nafanya. So I'm nobody's project. Yes. Na sasa ningependa pia kujua tudiongelea yale maneno ambayo uliweza kuyafanya ukiwa katika shule. Baada ya kutoka shule, ni nje hivi umeweza kuguza jamii na kubadilisha maisha ya watu?
Yeah, thank katika you. tuzo la Nakuru? After school, I got an opportunity ya work na an organization iko Nyahururu, inajiita Lush Kenya. They wana focus na watu wako na disability, both intellectual, physical. So wanajaribu kuwapatia their talents. So they help them to discover what they can do. So I worked with them. Nikapata opportunity ya kujua more about these PWDs. And they are important people, by the way, in our society. Pia kuna vitu hapo kwa ofisi yangu pia ni hao walinitengenezea. So nikapata kudiscover there is more into humanity. Above that, after kufanya na Lush Kenya, nikasema why not give back to the community. That organization ilinisaidia kupata masomo yangu. Nikasema nitaenda kuwasaidia because it is an NGO. So nikaenda huko ku volunteer as a social worker. Nikafanya na the orphans. Pia huko ndani kuna kuanga na wale wa mama wenye wamepitia gender based violence. Wakashindwa kustahimili. So wanaletwa hapa ndani, wanasaidiwa ku overcome the trauma. Then wanasaidiwa kupata skills that they can venture in and they are empowered. So at the end of the day wanafunguliwa biashara na kufanya. So nimekuwa kwa hizo fields za kusaidia and nika feel because nimekuwa na PWDs, nimekuwa na women, nimekuwa na children, I feel office ya women rep itanisaidia ku serve these people sasa directly. Because so pale kuna funds allocated for these vulnerable groups. So and I know their needs already. So ni kufika tu hapo na kuwasaidia. Kwa sababu umesema umekuwa na wamama, umekuwa na wasichana, ni changamoto zipi zile umeona wanapitia kwa sasa ambazo utatueleza pia ukichaguliwa kwa hiki tutaweza kuwasaidia vipi? Unaweza anzia kutuelezea hilo swala. Kwa mama ama both wote? Unaweza ongelea wasichana peke yake, pia ongelea wamama. Okay. Pia najua ni gender moja lakini wanapitia different things. challenges. Yeah, true. So mimi nikipata kitu cha women rep, kitu ya kwanza nita empower our mothers. Kwa sababu these women they go through a lot to support their children. Wengine wanaenda to an extent ya kuuza their shambas, wanauza mang'ombe zao ndio wapatie watoto wao masomo. And at the end of the day unakuta huyu mtoto mwenye alisacrifice yote kusomeshwa, akimaliza masomo yake anakuwa unemployed. So unaona inakuwa tena another burden to this mother. So mara mingi unakuta hata wengine wako na depression. People hapa nje wako na depression, wanatembea tu wamevaa nguo but they are depressed. So kitu ya kwanza mimi naweza empower our mothers. Such that in such a scenario, bado tu anaweza kuwa normal. Ako na kabiashara kake, ina grow day by day. Kuna zile funds za empowerment za biashara kama hizo. Naweza empower pia wamama kwa hizi table banking za machama where they can be saving their money na wana grow, wanaipata in a certain ikiwa imeongezeka. Yani ni empower tu wanawake wakina mama in such a way that in any situation yenye itafanyika kwa familia zao, nyumba zao, they are able to stand and withstand the situation. Because when a woman is empowered, the nation is empowered. Babako anaweza kutoroka lakini mama yako hawezi kutoroka. So when your mother is empowered, jua wewe shida utawaikula. Yes. Na wanawake kuna shida tumeona kama gender based violence. Labda wamama kupigwa, vitu kama hizo. Mambo kama utaweza kuyashughulikia vipi? Gender based violence, I think sasa saizi wenye tunafaa tukue tunaongelesha ni wanaume. Kwa hiyo gender based violence. Kwa sababu why do you marry somebody's child when umchape? Umfanyie hizo vitu zote. Sasa wanafaa kufanyiwa training ya kuonyeshwa the importance of that woman in that house. Na pia umetoa msichana kwao, umekuja na yeye kwako, amekuzalia watoto. The last thing you can do ni respect that person. So men pia wanafaa kufanywa empowerment. As much as we are doing it to the women, men still wanahitaji empowerment. Na pia I believe mwanamke akiwa na pesa yake sio rahisi atandikwe. So mwanamke akiwa empowered ako na njia ya kupata kitu, pia heshima kwa nyumba itakuwa.
Hata kwa anasema kila wakati nipe sukari, nipe kibiriti. Hapo ndo vita inaanzia. Anaonekana kama amekuwa bega. Mwanaume akimwangalia anaona huyu ako na mikono mbili, ako na mguu mbili, macho zinaona. Lakini kazi ni kuitisha. So na maybe huko nje kuna wanawake wengine wanajituma. So unakuta kunakuwa na hiyo conflict. But sasa huyu mwanamke akiona pesa yake kidogo anarusha kwa kachama mahali, kwa table banking. Siku nyingine hata anapatiwa 50,000 anafika kwa nyumba yake na shopping. Anafika kwa nyumba yake na kitu mpya, bwana anaona amenunua. Anaona respect itaanza kuwa hapo. So women, still I'm focusing women wako empowered. Hapo kwa girls, mimi naweza nikipata hiyo kiti ya women rep, I will ensure girls wamepata education. Kwa sababu I believe sahi female genital mutilation imeanza kupungua. So as much as inaenda chini, wasichana wapate hiyo chance ya education. Na because office ya women rep iko na bursary, mimi nitafocus na those needy families wenye they deserve those bursary. Sitapeana bursary kwa kujuana. Bursary siku hizi mimi najua zinapeana kwa kujuana. Unakuta mtu anapata pesa mingi kwa county, anafanya kwa county, but yeye bado ndo anapata hiyo bursary. Whereas kuna ule mama huko mwenye hata ni mjane ako na watoto 6 na hiyo bursary ilimfiki. Why is it so? Kwa sababu leadership yetu imezoroteka kabisa. Yeah. Unapata kuna changamoto haswa kama vile mimba ya mapema na pia wasichana kukosa zile sanitary pads. Swala hilo utalishughulikia vipi? Okay. I believe hata wasichana wengi huwa wanapata hizo mimba through the same thing, hiyo kukosa sanitary pads. So unakuta mzazi hawezi kuafford kukununulia every now and then. Na kuna ule boyfriend mwenye anakudanganya, anakununulianga, so unaona kama ina maana. So mimi naweza nikipata hiyo kiti ya women rep, nafungua what do I say, an organization not so big but yenye inaweza fanya hiyo shughuli, iko inatengeneza washable sanitary pads. Juu hata hizi za Always, Sunny Girls, nikiwapatia atatumia hiyo siku airushe kwa bin na iko story yake imeisha. But nikimpatia washable sanitary pad, akitumia this month amalizie the pack, anaiosha vizuri, anaiweka, the next month inamsaidia, and it can last for like 1 year. So 1 year umesaidia msichana a struggle mambo ya pads. So I believe hiyo pia inaweza kuwa a very good solution. Me personally nimetumia, na kwa hiyo organization yetu tuko nazo pia. The washable pads inakuja na kabag, inakuja na kabag na pads kama 8 ndani, na ka polythene bag pia yenye ukitoa unaweka ndani ndio isitoweka smell. So pia una train those girls wenye wanaitumia, juu pia inahitaji usafi. The washable pads inahitaji usafi hali ya juu. Yes. Vyema kabisa. Na sasa kwa upande mwingine ni hapa penye ambapo unapata kwamba kina mama wanajituma sana. Ndio. Kina mama wameanzisha chama na hizo vikundi zinaendelea vizuri, lakini unapata tu kitu ambacho wanafanya kwa hizi chama ni kusakilate tu pesa. Yes. Wanapata pesa kwamba mtu tulikopea 10,000 hii mwezi tunapewa 10,000. So unaona hii pesa je iongezeke. Okay. Pesa inabaki tu hapo. Ni njia ipi utaweza kusaidia wamama hata kwa masomo wajue ili vile ambavyo wanaanza chama kidogo ili waweze kukua labda sako ama benki huko mbele? Yeah, that's a good question. So I believe table banking ina depending na shares zako. Unaona, nimetembea kwa chama za akina mama na nimeona those women when you understand table banking kabisa, they are doing well. Huyo mwenye kwa hiyo chama ako mpaka na uwezo ya kwenda kwa bank na yeke pesa yake na ikuje na interest. The moment you understand the basics of table banking, hata hizo zingine haziwezi kushinda. Utakuwa na ile ujasiri hata kwenda kwa bank na uchukue loan na ujue na urudishe, na pia utakuwa na ujasiri ya kupeleka pesa yako hapo na uweke kwa local account na ikurudishie na interest. So table banking kabisa nazidi kusisitiza community based organizations pia wajitolee kufunza table banking, kwa sababu organization nilikuwa Nyahururu Lash Kenya, apart from helping the persons with disabilities, walikuwa wanaenda kwa community kufunza these parents table banking ndio waweze kuwa na a means of saving so that they can help their families. Wanaelezwa living from you kuishi from hand to mouth. It is one of the reasons why familia mingi zinateseka. They don't even meet their goals.
So wanafunzwa sana. You can have 200, si lazima utumie 200 yako yote. Leo pesa umepata si lazima utumie yote kwa sababu you're not sure about tomorrow. So ukipata 200 you can save hata 50 bob. Na unajikuta tena kesho umesave another 50 bob ama kesho unaweza save more depending on the mapato ya kesho. So saving, wananchi wanafaa wajifunze saving. Kwa hivyo utawafunza? Mimi nitawafunza. I have people uko sasa kwa hizo organizations nimekuwa through. When hata nikiwaambia leo I want you to go to a certain place mkafunze table banking, they will go willingly. Wafunze. Yes. Vyema kabisa. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na mwaniaji wa kiti cha wanawake katika tuzi la kaunti ya Nakuru. Ameweza kuzungumza mengi kwa yale ambayo ameweza kuyafanya na yale ambayo anatumai kuyafanyia akina mama atakapopewa hatamu ya kuongoza gatuzi la kaunti ya Nakuru. Hapo ndipo tunapoenda katika mpumziko mdogo, lakini tutaweza kurejea ili kuzungumza naye kwa wingi zaidi aweze kutupa mengi ambayo anatumai ataweza kuwafanyia. Remember to share, comment and subscribe. Tusaidie channel iweze kugrow kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Usiweze kusonga, na rudi baada ya muda ulio mfupi. With over 20 million Kenyans now online, the business world is changing fast. From groceries to gadgets, more sales are now being made online. So why wait? Advertise with stateupdate.co.ke and get your brand in front of thousands of potential customers every day. Whether you are a small shop or a growing brand, we are here to grow with you. Email us info.stateupdate@gmail.com. Let's grow together online, fast and far with stateupdate.co.ke. With over 5 billion people using the internet today and millions of businesses already making sales online, the question is, can customers find your business online? Do you want to reach more customers and increase your sales? At Mogalfa Digital Agency, we help businesses build a powerful online presence through digital marketing, social media management, Google Ads, SEO optimization, influencer marketing, voice-over adverts, and creative poster design. We create engaging content, manage your social media pages, run targeted advertisements, and develop strategies that turn online visibility into business growth. Whether you're launching a new business, promoting a product, or looking to attract more customers, our team is ready to help. Take your brand to the next level with Mogalfa Digital Agency. Call or WhatsApp us today on +254 119 615 315. That's +254 119 615 315. Email us at mogalfadigitalagency@gmail.com or visit our website www.mogalfa.com. Mogalfa Digital Agency. Achieve endless possibility through digital visibility. Haya mpenzi mtazamaji, ningependa kukaribisha tena katika awamu ya pili katika State Update Media, ambapo tunakujuza yale ambayo yanazidi kutendeka nchini Kenya na pia kuzungumza na viongozi haswa kuhusu azma ambayo wako nayo katika uchaguzi ambao unakuja. Wanashiriki na sisi, wanatueleza kwamba ni kipi kile ambacho wanafikiri wataweza kutendea wewe kama mwananchi. Kama siku ya leo tunazungumza na Mheshimiwa Niska ambaye anawania kiti cha kuwa msimamizi wa kina wanawake ama women rep katika tuzi ya kaunti ya Nakuru. Na kabla tujaweza kuendelea, ningependa kukuomba uweze kushare, comment, subscribe ili watu wengi waweze kutazama hii channel na pia kuweza kujua zaidi kuhusu yale ambayo yanaendelea katika nchini Kenya. Karibu tena Niska katika hiki kipindi cha State Update. Asante sana. Kabla tuenda mbali, watu wangependa kujua kwamba unasimama katika kutoka kupitia chama gani? Kwa sasa tuko kwa chama ya Jubilee. Tuja decide chama ingine, tuko Jubilee for now. Na tuoni kama tutaenda kwingine, maybe unless otherwise.
Lakini pia najua wananchi saizi hawachagui chama, wanachagua mtu binafsi. So hata wakiniona nimeamua kwenda independent, bado ni Niska. Bora tu ushike jina Niska. Niska Odera Karanja. Ndio. Vyema kabisa. Tumeweza kuzungumza kuhusu wanawake, wasichana, na pia kuna watu ambao unafaa wasimamie. Ndio. Wale watu ambao wanaishi na ulemavu. Ndio. Umeona wanapitia changamoto gani na utawasaidia vipi ukiweza ingia katika uongozi wako? Ndio. Watu wanaoishi na ulemavu, kwa kimombo tunawaita persons living with disabilities. Sasa hao sijui wamesahaulika kwa sababu wanafikiriwa ni wanyonge ama ni nini. But I feel kama kuna mtu anataka kutap into the blessings of leadership, yani umekuwa leader alafu utoke na baraka, it is through helping these people. Deliver to them. Hiyo funds umetoka mfuko yako. It is a fund that is allocated for them. Why not wapatie ama waserve. Mimi nikiingia kwa kiti ya women rep, nitahakikisha walemavu wote, wale wenye wanahitaji wheelchair, wale wenye wanahitaji walking sticks, wale wenye wanahitaji inaitwa nini hii ya masikio ya the deaf, as long as it is allocated in my office, why am I keeping it and I'm not going to use it? I will give it to wale watu wanahitaji. And PWDs pia nita emphasize hizi organizations and institutions waweke entrance, kwa entrance yao wa separate that place mali watu wa wheelchair wanaweza pitia. Juu unapata organization mingi wanaunda their buildings but ni kama hawafikiri pia tuko na watu wa walemavu kwa society yetu. So nitakuwa keen kujulisha community and the society that these people are with us, they are important as we are. Na the best thing we can do ni to live with them as brothers and sisters and kuwapatia that which belongs to them, because the government imeallocate. Kwa nini nirudishe pesa ya PWDs kwa serikali after a financial year, whereas kuna ule mlemavu amefungiwa kwa manyumba huko, hata hizi tolewa kwa sababu wanashindwa hata watamtoa aje, hana hata place ya kumbebea. I will really deliver. Bearing in mind nimekuwa na experience na PWDs, I really feel for them. And when nimesema mimi nataka natoka kwa leadership, watu wananitamani. Yes. So nitaserve the PWDs to my fullest. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Tukiangalia katika gatuzi letu la Nakuru, najua watu wengi wa huko mbali wanaona Nakuru ni county kubwa, it's a city. Yeah. Yeah, ni ukweli we are a city. Lakini sasa kuna sehemu bado ziko mashinani. Kuna sehemu bado ziko mashinani, ukienda sehemu za kule Mauche ndani, kuna mahali ambapo karibu na boda ya Baringo huko ndani, kuna ukiendelea karibu Saudi za kwa Nyandarua unapata huko ndani. Unapata sehemu kama hizo, elimu ya wasichana haijatiliwa maanani. Okay. Unapata kwamba msichana akishamaliza grade 6 anaanza kutafutiwa mchumba. So utaweza kusaidia vipi aswa katika hiyo upande ya kusaidia wasichana ama kuemphasize wasichana wakaweza kwenda katika masomo? So nitawork closely na area chiefs na MCAs, wale wenye na feel. Unajua not every leader is a leader. Wale wenye na feel kwa my capacity they are leaders. So nitawork closely na wao to ensure that those girls wamepata their parents first, wamepata the civic education. Wameelezwa kwa undani the importance of educating these girls mpaka wamalize shule. Na pia waelezwe, unajua pia wengine wanawapoza kwa sababu wanaona hawana pesa ya school fees. Waelezwe kuna bursaries and how they can get the bursaries. Waache wasichana wasome. Na pia wasichana, pia kuna wale tu wenye wanatoroka nyumbani, wanaamua waende kuoleka. Pia wanafaa waelezwe umuhimu wa kupata elimu na wapatiwe. So mnaweza sisitiza pia kukuwe na organizations zinaenda huko mashinani, zinafunguliwa. Unakuta organizations mingi zimefunguliwa tu kwa town hivi. Ziende organizations wenye wanataka kufungua organizations za ku empower girls and women, waende wafungue huko mashinani.
wa bring back your community, iweze kuwa na hiyo niseme aje, hiyo utu iweze kupatikana huko. Wa empower wa mama huko, wasichana. Juu unaona wakiwa na kitu yenye wanaona karibu na wao, itakuwa rahisi kwa convince. Juu wakikuja kwa organization mnaongelesha, saa zingine mnatoka kwa organization mnaenda mnawapata kwa vijiji, you talk to them. Yeah, pia mnaungana na area chief, you conduct that. Juu pia I believe watu wengi hakuna mtu anakuwa tu ashajua kila kitu. Lazima ulisikia from someone, uliambiwa na mtu fulani, ama you read from somewhere. So I believe empowerment. Mimi nitazidi ku advocate for that. Wacha watu wajitokeze, waelimishe wengine. Like for example, I'd like to use this example. Kitambo wa mothers and fathers walikuwa na uleto tu document, wanaambiwa MP fulani amesema tuna sign, wana sign tu, watu wajasoma document ni ya nini. But venye generation Z ilikuja, wakaonyesha you can read that document. Na ujue what you are right, kama inafinya rights zako ama inatetea rights zako. Siku hizi hata naona unapatia mtu document hivi kwanza anasoma mpaka unaona dunia inabadilika. Watu wameanza kuwa empowered. So empowerment. Uko mashinani to make sure tumefika. Women rep akona hiyo capacity. I make sure tu nimefika huko ndani, nimesaidia kina mama, nimesaidia wasichana. Kwa sababu kama mimi singepata hii masomo singeweza kusimama kiti ya women rep. And somebody had to come in and nipatie hiyo masomo. So why not? Kwa nini mimi nisi step in for another person? Apate hiyo masomo ndio hata in future aweze kufanya vitu kadhaa kwa maisha yake. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Unajua nimeweza kuona masuala mengi, wasichana kudhulumiwa, wamama kudhulumiwa, lakini tunapata shida wakati ambapo labda kesi inaanza, unasikia labda msichana alidhulumiwa, alafu wazazi wakatafutwa wakaona kando. So unapata yule msichana apate haki yake. Ama hata labda mtu amedhulumiwa lakini sasa hana pesa za kwenda kusimama katika kupigania hiyo kesi. Utawapiganiaje hao watu victims? Gender based violence. Yeah. So in that situation nita make sure, so nitakuwa na advocate. Msichana akijipata in such a situation, I report to the nearest police station. So nitakuwa na work hand in hand na OCS wa stations, chiefs. Pia I will be taking information pia kwa area elders. So na follow up na make sure hata kuna wale public lawyers and advocates wenye wanateteanga watu na sign like those ones, watetee wasichana. Na if the family is involved na wamelipo hapo kando, kwanza familia zao wanafanya hivyo, they should be very ashamed. So hiyo pesa itaisha. What about the dignity of your daughter? Itakuwa imepotea forever. So pia familia zinafaa tu zielimishwe. Your daughter is the best thing you can have. Na kusimama na yeye, kumtetea, kumake sure rights zake azikuwe violated. It is one of the best thing that a parent can do to his or her children. Kuna scenarios that unakuta huyo mwenye aliabuse the girl maybe ni uncle ama cousin to the parents. So inabidi wafiche kwa sababu wanaficha nini, siri za familia, ama wataki kuharibu jina ya familia. So hiyo pia tunakashifu kabisa. Wacha mtoto wako akue ndo priority yako ya kwanza. The moment tuonesha your brothers, your cousins wanaweza abuse your daughter, you be sure una mtoto hapo. Na hiyo pia inaweza lead that girl to commit suicide. Na wengi wame go to suicidal because of such. So working closely with the administration and leaders who are ready to serve, not leaders who are politicians who are there for their stomachs, and leaders who are leaders. Mwenye ukimtuma mwambie kuna area fulani nimesikia kuko hivi na hivi, can you please go find out what is happening? Atafika hapo na kupatia ripoti. Ukimwambia can you take this step to help that girl, atafuata the exact. So yeah, and I believe it is very possible. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Na upande mwingine kuna pesa ambayo inatolewa kuja kwa ofisi yako. Ile pesa ya ngafu.
National Government Affirmative Action Fund. Sasa hiyo pesa najua imekuwa na maneno mengi katika katuzi zingine kuhusu utumizi wake. Ndio. Utaensure aje hiyo pesa imeweza kufikia watu kwa usawa na kwa haki, na wale watu ambao wanafaa kupewa pesa wameweza kupewa, na utakuwa accountable aje kwa mwananchi wa gatuzi la Nakuru? So truth be told, huwezi fika kwa every village in Nakuru, but you can reach up to somebody in that village. So kuna wale siku hizi nasikia kuna wanaitwa nyumba 10, but sipendi kuwatumia sana. Sometimes they are violent, wanakuja na hiyo fujo mingi sana kwa wananchi. So naweza tumia, I still use chiefs. Kuna kuanga na area elders, mara mingi pia wako. Yeah, na religious leaders pia huwa wanajua sana mambo za watu. And pia head teachers, they know more about families juu ya wale wenye wanasomea kwa mashule zao. So I'd work with people like those ones. Wananiletea the real people who need these funds. Isikuwa hii fund ikikuja kwa ofisi yangu, wale wenye kwa government ama wale wenye wanaishi vizuri, they can afford their daily meal, are still the people who are benefiting from it. Mimi nitataka wale wenye kwa chini, by the way, wa benefit from this fund. Juu imekuwa hapo since the office was allocated. But unakuta tu kuna hadi familia hazijui kuna kuana kitu kama hiyo. Pia provide civic education is very important. Watu wajue kuna hiyo fund. Unajua pia wakijua ile compared na kushinda nimetuma chief, nimetuma pastor. Unaona mtu akiwa na hiyo information pia kunifikia kwa ofisi yangu ni rahisi. So pia to provide hiyo civic education. Watu wajue kuna hiyo National Affirmative Action Fund na it is meant for empowerment. Na iko hapo allocated for them. So wakiwa na hiyo ujumbe pia kukuja kwa ofisi yangu itakuwa rahisi. Na ukikuja kwa ofisi yangu pia kukupata ni rahisi, naenda tu na assess your situation and you una benefit from the funds. Yes. Okay, hiyo ni vyema sana. Utanishoje uitumia kwa usawa, like equality, yeah, between the among the constituencies. So Nakuru East, the population and the people living there are not the same people who are living in where do we say, Kurosoi North or something. So nitaenda kwanza ni assess the constituency. Nijue the number of people in different constituencies wenye wanahitaji these funds. Such that nisiseme ati ndapeana 10% in each constituency. Ukute kuna constituency kuna watu wengi wenye wanahitaji these funds na kuna constituency yenye kuna watu wa few wanahitaji funds. So assessment first, then you allocate the funds depending na the people in that constituency who need the funds. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Na katika bunge najua utakuwa unasimamia wananchi wa gatuzi la Nakuru. Ndio. Na tutakuwa tunakuangalia tujue kwamba unapiga wapi finance bill, utakuwa unapiga upande gani. Ndio. Na ni njia ipi ambayo utapigania mwananchi wa gatuzi la Nakuru huko, utamrepresent huko? Ndio. Katika bunge. Ndio. Na pia saizi pia tunaambia wananchi wachague viongozi wenye wataenda hapo kwa parliament, wako able to table a bill, wa defend, na make sure it is passed into a law. Si wale viongozi ambao tu wanaenda kwa parliament kusikizaga tu wengine wakiongea, wakisikia tu kumekuja na kitu au ni kusema yes or no, wengine hata waendangi bunge. Watu wachague viongozi wenye yani wanajua kenye wameenda kufanya kwa hiyo ofisi. You see how Millie Adhiambo does. Anakuanga able to table a motion. Compared to, do I mention? Compared to other women wapo kwa parliament wanaenda kufanya vitu ni kama sarakasi like Karen Nyamu, siwezi shindwa kumtaja. So watu waangalie character ya mtu. If this person anaweza simama kwa parliament hivi na debate a motion na atetee kenye wananchi wa Nakuru wanataka. Huyo mtu kitu ya kwanza mmempeleka hapo ni for the purposes of representation and legislation. If that person cannot do that,
hata kwa sababu kwa ofisi hawezi. Be sure of that. Na kuna bila ambao umefikiria ama kitu ambacho najua unaweza kosa kuwa na the whole idea, lakini kuna kitu ambacho unahisi kwamba lazima utapigania ukiingia katika bunge? Yeah. A bill, maybe something of that sort. Kuna hiyo Social Inclusion Act. Mimi naweza taka ifanywe into a reality. Huwa tu inaongelewa. But actions hakuna. So wacha hiyo pesa ya wazee, pesa ya PWDs zikuwe zinafika kwa hao watu. Yani kama ni include the whole society, ikuwe included in actions, si kwa mdomo na kwa makaratasi. Social Inclusion Act. Yes. Hiyo mimi naweza ngangania sana ipitishwe. Kwa sababu sisi wote tuko equal. Yes. Aha, hiyo ni vyema kabisa. Na hapo kwa wazee umeguzia na wazee hao wakongwe. Naam. Ni nje ipi unafikiri kwamba utaweza kuwapigania ukichaguliwa? Akina mama zetu. So mimi nita make sure unajua kuna hiyo pesa inatoka but haifiki kwa the right persons. Unakuta tu the only thing walikuja kufanya ni kuchukua signature ya huyu mama. Lakini pesa haifiki kwa huyu mama. So pia familia za kina hao mama wajue mali pesa za wazazi wao ziko, how to get them, how to access them. Uwezi expect huyo shosho ajifanyie kila kitu. So pia wakwe willing to support their grannies. And I believe once a nation is working together, mmeamua sasa we are changing a certain thing, mtaifanya. So mimi nikiamua naenda kwa parliament kutetea hiyo Social Inclusion Act na iweze kupitishwa, pesa za wazee zikifika huku, make sure wewe umeenda umerepresent ama umempeleka akachukua pesa, aweze kupelekwa through the process, afanywe documentation, aweze kupatanga pesa yake. Kama itakuwa inaingia kwa account yake ama yako, bora pesa ifikie yani mzee ajisaidie. Unakuta huku wameacha kwa manyumba siku hizi. Juu pia au vijana wao hawana kazi. So na huyu mama pia ameisha nguvu ya kufanya kazi. So anakaa tu kwa nyumba. Unakuta mtu alilipa ushuru sana hii Kenya wakati alikuwa anafanya kazi. Lakini sasa yeye amezeeka, nchi yake yenyewe iweze kumsaidia. Pia tuangalie ushuru yetu inatufanyia nini. Kwa sababu nchi za nje kama UK au Amerikani wanalipa ushuru, but ushuru yao wanaona kazi inafanya. Najua their first 2 children wanakuwa catered for by the government through education, health and all that. Kwa nini si pia Kenya ushuru yetu isitufanyie kitu? Unaamka asubuhi mapema, unalala usiku late, una 200 kwa mfuko, umefanyia serikali kazi imekukata ushuru. Kwa nini hata ukizeeka hiyo ushuru isikusaidia? Civic education still. Yes. Hiyo ni vyema kabisa. Na tunapoenda kumalizia, ningependa kujua msimamo wako katika uongozi wa taifa. Ndio. Uko ule mrengo wa one term ama uko mrengo wa two term? Uko pande gani? Mrengo wa serikali ama unapiga ama kwa sasa una support nani katika kuwania kiti cha urais? Kwa sasa na support Fred Okengo Matiang'i. Kwa sababu tumeona record yake ya uongozi. I always like mtu anafuata record ya mtu. Usiseme tu na support mtu kwa sababu umeambiwa na mtu fulani support mtu. Angalia huyu mtu unamsupport kwa sababu gani? Nini kubwa anakuja kunifanyia? What changes is he bringing to our nation? So mimi kwa candidates wanasimama president so far, I feel Matiang'i is capable to fix this nation. Alikuwa wakati wa education na ndio period mimi nilikuwa nafanya mtihani na tuliona dust. Mtu alipata results yenye ni wewe mwenyewe umesomea. So what if akikuwa president, corruption itakuwa zero in Kenya? Believe you me, that man is a no nonsense. Na Wakenya wakikuja tu sasa waachane na ukabila, waseme sasa tutachagua president kwa sababu ya what he will deliver. Believe you me, Matiang'i will take that seat. But ukabila ikiingia ndani, handouts, juu nini. But I believe Matiang'i will fix this nation. Yes. So niko mrengo wa one term na sibanduki kwa sababu what are we proud of kwa hii nation, kwa hii nchi yetu yenye the sitting government imefanya.
watu wako huku nje wako homeless na manyumba zimejaa huku affordable houses. Kwa nini zisipeanwe kwa wale wenye wako homeless? Yes. Na tunapoenda kumalizia, unaweza sema wazo gani ambalo uko nalo kwa mwananchi wa gatuzi la Nakuru? Ukitazama ile kamera, unaweza peana your last remark, yale ambayo ungependa tu wakusikize. Ongea na yeye, najua nakutazama sasa. Ndio. So mimi naweza ambia watu wa Nakuru, wakazi wa Nakuru, wapiga kura wa Nakuru, walipa ushuru wa Nakuru, this time round, wacha watu wa vote from their heart and their mind, not from the pockets zenye mmepatiwa. Handout kuleni, so wameleta zikuliwe, but know where your vote goes. You after that election, the next 5 years, you'll not see that person who gave you that handout. So vote for that person mwenye after that election utaweza kumfikia. Na hata unajua hata hizo handouts wakisha kupatia ataenda kujirudishia. Ndio wengine wamechukua loan. So akipata hiyo kiti lazima arudishe pesa ya wenyewe. So patia leader kazi. Wachana na wanasiasa. Wanasiasa wako hapo kwa sababu ya their own benefits. Patia leader mwenye ataenda kwa ofisi kuserve, yeye mshahara wake yenye mnamlipa imemtosha. Kumbuka mnalipa ushuru. Wacha ushuru wenyewe wafanyie kazi. Kumbuka hawa leaders ni nyinyi mnawalipa. So you have the powers. Na for the first time, mimi naweza shukuru sana wananchi wa Nakuru wakijua how powerful they are. Nyinyi ndio mnaemploy hawa watu. Nyinyi ndio mnalipa hawa watu. So who is supposed to be more powerful? Ni nyinyi. So choose leaders who will realize that you guys are powerful. So ule mwenye anakuja kuwafinyilia, anakuja kufunga mahospitali, anakuja kufanya vitu zinakaa kama zile za kidagaa kimemuozea. Let's live a life that is fulfilling. Sio kuishi tu bora tuishi. Unajua tunakuwa tormented emotionally and we don't know. That's why unakuta depression rates ziko high, and we can avoid that. We can truly avoid that. The decisions that we are going to make in this coming election, mjue itawabeba for the next 5 years. And it will determine the life of many. The youths included. Wale walipatiwa masomo ya bure na President Kibaki. Right now wana supposed kukua employed mahali. Wasaidie familia zao. Think about that person. Think about that parent mwenye aliuza mali yake yote asomeshe mtoto. Asaidia ako naye kwa nyumba. Think about that parent. Think about that woman mwenye ni mjane na apati fund yoyote kutoka kwa ofisi ya women rep ama hata ya governor because of tribalism and name it all. So the moment you are going to that line to make your to kuweka vote yako, wenda ukiwa umebeba, unaona vile sisi tunakuja kuomba kura tuko na manifestos na agendas. Fika hapo hivyo ukiwa na agenda zako pia wewe. The moment unajua kenye unataka, you will always make the right choice. But the moment unafanya kitu kwa sababu watu wanafanya, the outcome will always shock you. Yes. Alright, hiyo ni vyema kabisa. Asante sana kwa kutukaribisha katika ofisi yako. Thank you. Na kushiriki na sisi kuhusu yale ambayo natumai kumfanyia mwananchi wa gatuzi la Nakuru. Ndio. Najua wakati ambapo utakuwa na mambo mengine bado utakuwa unatuarifu, tunakutembelea pia. Ndio. Ukiwa labda unatembelea kina mama, unatembelea walio na ulemavu, ili mwananchi wa gatuzi la Nakuru aweze kujua unaendelea kufanya nini yake. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kutazama channel hii ya State Update Media. Najua kwamba umeweza kujua mengi kumhusu Niska ambaye anawania kiti cha wakilishi wa wanawake katika gatuzi la Nakuru. Ameshiriki na sisi mengi yale ambayo anatamani kuyafanya, na ningependa kwamba ukaweze kushare, kucomment, tuambie mtazamo wako ni upi kuhusu uongozi wa gatuzi la Nakuru, na pia uweze kushiriki nasi. Najua kwamba kupitia channel hii itaweza kusaidia ili kujua viongozi ni kina nani ambao tunafaa kufanya nao kazi ambao wataweza kutusaidia kwa kila jambo. Hapo ndo tunafika kikomo katika hii interview, lakini kumbuka kwamba niliweza kukupa ahadi kwamba haitakuwa ya mwisho. Tutakuwa na more interviews ambazo tutaweza kuzungumza na wewe na kukuambia yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya, na pia kuongea na viongozi ili tuweze kujua mtazamo wao ni upi na ni yapi yale ambayo wanatumai kuyafanya katika
gatuzi la Nakuru na pia katika nchi yetu ya Kenya. Hadi wakati mwingine, nawatakia wakati ulio mwanana. With over 5 billion people using the internet today and millions of businesses already making sales online, the question is, can customers find your business online? Do you want to reach more customers and increase your sales? At Mogalfa Digital Agency, we help businesses build a powerful online presence through digital marketing, social media management, Google Ads, SEO optimization, influencer marketing, voice-over adverts, and creative poster design. We create engaging content, manage your social media pages, run targeted advertisements, and develop strategies that turn online visibility into business growth. Whether you're launching a new business, promoting a product, or looking to attract more customers, our team is ready to help. Take your brand to the next level with Mogalfa Digital Agency. Call or WhatsApp us today on +254 119 615 315. That's +254 119 615 315. Email us at mogalfadigitalagency@gmail.com or visit our website www.mogalfa.com. Mogalfa Digital Agency. Achieve endless possibility through digital visibility.